Wanasema mwanamke ana nguvu, lakini hawajui moyo ukiumia. Msuli basi mtu atambaye jamani. Sasa Mungu, mbona hujaniacha tena matumizi? Wewe babako si alikuachia duka? Na siku hizo unatamba kwamba unapata mauzo makubwa sana. Kachukua hela dukani. Chukua mauzo ya jana, pika. Sababu hata hivyo sisi watu wenyewe tuko wawili. Tunakula nini cha ziada? Nenda kachukue mauzo ya jana, tumia kupika ndani, mimi sina hela. Sasa ukiwa unanijibu hivyo nafikiri moyo wangu mndani tunaishije kama wewe hujali. Unajua, wewe unaweza usijue sababu ya kwa nini mimi sijali. Na mwanaume ambaye hajali inamaanisha ni mume ambaye sio mwajibikaji. Na mume ambaye sio mwajibikaji, kuna sababu ambazo zinapelekea sio mwajibikaji. Mimi ni mume ambaye sio mwajibikaji kwa sababu wewe ni mke ambaye sio mwajibikaji. Ni mke ambaye hauchezi nafasi yako kama mke. Lakini mume wangu, hivyo unavyofanya sio haki kabisa. Yaani ukienda huko nje unaonekana wewe ni mume, ila ukija ndani uoneshi huo mume wako. Kwa nini unanifanyia hivi lakini? Wewe unajuaje kama sababu inawapelekea mimi nisionesha kwamba mimi ni mume humu ndani ni kwa sababu wewe hautimizi majukumu yako kama mke? Nishachelewa kwanza, nikaa inaanza vikao asubuhi ambavyo vina hela wala nini. Wanasema mwanamke ana nguvu, lakini hawajui moyo ukiumia. Nikikuuliza unasema ni rafiki, nikinyamaza moyo unaumia. Simu ukificha na kugeuka. Shawajeli. Niwekee shawajeli, perfume na nini? Na lile wigi usisahau la madi. Okay. Lile 2,500 sawa. Chengine. Duka lako ni nzuri. Asante. Ni nzuri. Mzuri. Hiyo wadada wengi wanatumia sana hii. Sio nikena hii. Sawa, umeshida. Sawa. Umeandika? Nilikuwa nisijaandika, ngoja niandike hapa. Sawa. Basi ni upepo pinaka. Shivu hivyo? Okay, sawa. Lipa namba unayo? Ipo. Nitaje lipa namba. Lipa namba? Haya. 37 20 15. 15. Okay. Dadi. Tayari nini kiasi ni 800. Sawa, nimekutumia lipa namba hapo. Sawa. Nimemwambia 800. Hapo unabidi nipemele shilingi ngapi? 300. Sawa, usijali shida. Rafiki yangu, hivyo wanaume hivyo mnatoa wapi? Basi ni mume wangu, ni mume wa mtu shoga yangu. Ni sawa, lakini mchune hamna shida. Ila tunataka kujua wanaume wa hivyo wakutoa hivyo. Yaani ghafla tu mtu anakutumia 800. Ni wapo kibahatisha. Hongera mwana. Asante. Nice, ndio hiyo ametuma. Tayari. Wewe. Yaani bwana wako ndio huyo Travis? Ndio, vipi kwa?
Pole kipenzi. Lakini mume wako anasema kwamba mke yake amvutiani, anakaa kibibibibi kizeezee. So mimi cha kukushauri hapo, unaanza vitu vizuri, yeye mwenyewe ni mzuri. Jitahidi ujiweke vizuri, upendeze ili umvutie. Naamini ukifanya hivyo atachepuka tena. Sawa kipenzi? Sawa mashida. Na kuhusu mahusiano mimi na mume wako usijali, mimi nitachana naye. Nitampunguza kwenye listi yangu. Basi unajua tena. Sawa. Mimi hapo nikishachukua hiyo pesa yangu, nikishachukua na vitu zangu, mimi naacha mazana na mume kabisa. Sawa. Ngoja basi nikufungie vitu vyangu. Mama, pesa zangu. Pesa zako? Amna, mke wangu ni Hamadi. Hamadi mke wake amemchukulia hela. Hamadi kawa? Sio Hamadi, kumbe nimesema Hamadi. Sio Hamadi, ni nani? Ni Rama. Mke wangu naomba msamehe. Mpango wa kando. Kwa nini umeingia kwangu? Mpango wa kando. Mbona umeharibu yangu? Mpango wa kando. Leo moyo wangu unalia. Mke wangu, mke wangu, naomba unisamehe. Mume wangu, wewe ni wa kutembea na kale ka binti kweli? Yaani binti anaonekana ajali maisha yake hata kidogo. Ni mtu ambaye anawaza wanaume na pesa. Unajua kwa siku anakutana na wanaume wangapi? Wewe ndio ukamfanya kama mwanamke wako, ukamheshimu, ukamtumia hela zako zote unazozijua. Alafu mimi mke wako sijawahi kukuchiti, sijawahi kukuvunjia heshima, sijawahi kufanya kitu chochote kibaya. Kwani uliamua kunilipa haya mume wangu? Mke wangu, na kuahidi kwamba sitorudia tena. Afu pia
namba za yule msichana mimi nazifuta. Pia mke wangu, mimi nikwambie tu ukweli, watu ambao wananisababishaga mimi nakuwa na hizo tabia za kufuata wanawake, mimi sio tabia zangu. Ni Amadi, Ivani, Idi pamoja na Rama. Na mke wangu, mimi kuanzia leo kweli vile mimi nafuta namba zao. Kweli vile mke wangu, mimi nakuahidi kuanzia leo mimi nitabadilika. Nitakuwa sifatani na makundi haya ambayo anakuwa anishawishi mimi vibaya, ananiambia mimi mwanamke akipita ananiambia ona mcheme yule pale. Ona pisi ile pale. Wanakuwa wananiambiaga mimi maneno afu ndo wanakuta na mimi wananishawishi. Ila mimi nakwambia mke wangu, kwanza sasa hivi nitakuwa sinani tena. Si wasikilizi tena na namba zao nafuta. Nisamee mke wangu. Afu pia na ule msichana pia aika mimi namba zake nafuta na mblock. Naomba nisamee mke wangu. Wanasema mwanamke ana nguvu, lakini hawajui moyo ukiumia. Nikikuuliza unasema ni rafiki, nikinyamaza moyo unaumia. Simu ukificha na kugeuka, hata tabasamu linabadilika. Nilikupenda kuliko nilivyojipenda, nikabeba jina lako kwa heshima. Leo najiona kama mgeni ndani ya nyumba niliyoijenga. Naumizwa lakini nacheka mbele za watu. Naulizwa vipi, nasema nipo sawa. Lakini usiku ukifika peke yangu, machozi yanajua ukweli wote. Mpango wa kando, mpango wa kando, umeninyima usingizi wangu. Mpango wa kando, mpango wa kando, umenibadilisha tabasamu langu. Mpango wa kando, mpango wa kando, nalia kimya usiku wa manane. Nilijenga nyumba kwa upendo, leo naumia bila makosa yangu. Vipi shoga, mambo yanaendaje? Yaani shoga, mtu kwa amenipa ule ushauri ile siku. Wewe acha tu yani. Sasa hivi mume wangu anaangalia jicho la mahaba. Kio Mungu kweli. Kio. Yaani sasa hivi tunapendana mpaka naona yani sijui nilikuwa nachelewa wapi. Ushauri wako mzuri, nimeufanyia kazi na hapa ninafurahi hatari. Lakini tunaona sasa ulipendeza sana. Yaani hata mteja wako mwenyewe akija anakuomba namba. Wewe acha tu. Sema unajua nini? Nimefurahi afu umenifurahisha ile siku. Yaani ule ushauri niliupenda. Leo kabla hujaondoka, uchague chochote kwenye duka langu. Chochote unachokiona hiki na kufaa. Bili kwangu utalipia. Ukweli? Sawa, usijali. Wewe chochote tu unachojisikia wewe. Sema unajua nini? Wanaume kuna muda wanabadilika. Yaani unashangaa hivi amebadilika kwako na kwa naye sawa, baadaye anakuja ana change tena anaenda kwa mwanamke mwingine. Amna, ukimkamata toki. Kweli? Atoki, mimi nakwambia. Sawa, tutaona.
Hili zuri sana. Na itakupendeza sana. Itakupendeza sana kwa kweli. Unaona? Umechagua rangi nzuri. Mke wangu, nimefikiria, naona kuanzia sasa hivi nataka masuala yote ya hela humu ndani, kuanzia akaunti zangu za benki, kila kitu nataka tu nakupa wewe, unakaa navyo. Ukitaka hela, tukitaka hela, yani sio mimi peke yangu, hata wewe mwenyewe ukitaka hela unaweza ukaenda ukatoa. Sasa mume wangu, hizi kadi mimi sina hata kazi nazo, wala hata nikisema nichukue hamna chochote kitachonisaidia. Kwa hiyo cha kufanya, chukua hizi kadi, unaweka hela zako, hela zangu zote tunaweka kwenye hizi kadi, kwa sababu hata kama nikisema nichukue hizi kadi haitonisaidia chochote, wala sitofaidika na kitu chochote. Hapo cha muhimu ni sisi wenyewe kujiwekea ratiba kwamba bwana, hizi hela tuweke za kula, hizi hela tuongezee kule kwenye biashara, hizi hela tunaweka benki kwa ajili ya maisha yetu ya baadaye na watoto wetu wajao, na biashara yetu ikue, kwa sababu wewe umeajiriwa. Hiyo kazi yako ya kuajiriwa, kuna kufukuzwa kazi au kuna kuendelea. Endapo kitokea umefukuzwa kazi, tunakuwa na akiba ya benki, tunakuwa na biashara yetu ambayo tumeendeleza na tuna mtaji mkubwa. Kwa hiyo tuwezi kukoma kimaisha. Kwa hiyo miangu, hizi kadi zako wewe baki nazo, tumia hata sizihitaji. Unajua mke wangu, najilaumu sana. Nilikuwa na mwanamke ambaye ni shupavu, niko naye ndani ya nyumba. Laiti ningekuwa na kushirikisha kwenye maisha yangu, kwenye vitu vya msingi, na imani tungekuwa mbali sana. Yaani hapa ni kama nimechelewesha, naona kabisa nimechelewa. Hata usijali mume wangu, yashapita. Tuangalie maisha yetu ya mbele. Wanasema mwanamke ana nguvu, lakini hawajui moyo ukiumia. Nikikuuliza unasema ni rafiki, nikinyamaza moyo unaumia. Simu ukificha na kugeuka, hata tabasamu linabadilika. Nilikupenda kuliko nilivyojipenda, nikabeba jina lako kwa heshima. Leo najiona kama mgeni ndani ya nyumba niliyoijenga. Naumizwa lakini nacheka mbele za watu. Naulizwa vipi, nasema nipo sawa. Lakini usiku ukifika peke yangu, machozi yanajua ukweli wote. Kila jamaa wapumbavu kweli. Lakini leo macho yaona tofauti, nieleze nisipotee njia. Oya vipi kaka? Sana bali. Kama kawa? Nyama. Fresh mwanangu, eti ona wapumbavu wanasema eti wamewekewa sumu.
Ana akili. Sasa wawekee sumu kwa shughuli gani alionayo? Miayusho. Ana akili. Sasa Vipi? Kaka, afadhali nimekuona. Kuna kibarua pale nimekifuata. Yaani kukuona hapa imekuwa neema sana. Afadhali tuende tukakipige cha pale. Hatuwezi kosa shilingi 15, shilingi 20 hivi tunapata. Sasa ndugu yangu Juma, hivi wewe huko ulipotoka kabisa akilini mwako ulikuwa mimi ushanaika kwenye mipango yako kwamba naenda kumuita Trey akapige hii kazi, au umenikuta mimi hapo unaniona kama kiroba unataka unibebe unipeleke tu huko kwenye hiyo michongo yako? Hamna Trey, huu mchongo ulikuwa unahitaji watu watatu. Sasa kuna mshikaji hapo amempitia tukajenga fresh, amesema natangulia nukta naye stand. Lakini nilipokuona hapa nikaona ndo afadhali nimpe neema ndugu yangu Trey. Ina maana tuenda kupija chapkwa. Na uzuri wa hii tukienda kupija, tofauti na ambavyo umekaa hapo unapoteza tu muda, hakuna ambacho unakifanya, lakini ukipata ile unapata kesho hela ya kuweka bando na kuperuzi. Hapo unatumia hela ujue. Au sio? Kwa hiyo hapa hivi ulivyoniona, umeona kama mimi sina shughuli ya kufanya. Au hichi ninachokifanya hakina maana. Si ndio? Ni kwamba nafanya upumbavu hapa. Si ndio? Na kama kuhusu swala la bando, wewe bando mimi nalotumia leo, wewe jana ndo ulinipa hela. Wewe jana umenipa hela ya bando nalotumia leo. Sasa iweje sasa hivi unataka kunipangia eti hela nitakayopata leo ndo niwekee bando kesho? Lengo lilikuwa ni kusaidia tu kwenye ushauri, kwa sababu sisi ni vijana ambao ndo nguvu kazi ya leo. Sio, unanielewa? Tukiuchezea finali uzeeni. Mimi nikuombe kitu kimoja. Acha kunifuatilia. Wewe mwenyewe kwenye maisha yako na vitu vingi sana ambavyo unatakiwa uvifanye na hujavifanya. Sasa kujifanya wewe kimbele mbele cha kutaka kunisahihisha mimi kwenye maisha yangu, mjomba, unakosea. Na jambo lingine, wewe upo serious sana na maisha hayahitaji usiriasi huo. Maisha yanataka mtu utumie akili. Ukitumia akili ndo unatoboa. Hebu jiulize wewe, kuanzia umeanza kuwa serious, una nini? Umetuzidi nini sisi ambao hatupo serious kama wewe? Kwa mjomba, tumia akili. Tumia akili. Wewe usiriasi wako haukupeleki popote. Kwa hiyo mimi nakufuatilia. Acha kunifuatilia. Na chengine ni kwamba maisha hayahitaji userious, Ndio. Basi acha sisi ambao tunatumia nguvu, tutumie nguvu. Wewe relax, sawa? Nenda bwana wewe. Wewe nani babu uanze kutupangia maisha? Wewe nani? Una nini mpaka uanze kutupangia si maisha? Hala. Wala babu kitu umeikiwa sumu. Mungu we, natembea njia niliyofundishwa. Sasa nikiweka kwenye fela hapo juu. Nimeambiwa subira huza matunda. Nimeambiwa kiushinda mwisho. Naitwa Juma. Wow. Juma Msosi. Kama kaa. Mambo au Juma Masotojo. Juma Masotojo. Karibu mwana. Mkono wa nani huo? Halo, kumbe sio rangi tu. Mpaka kwenye yupo vizuri. Ndugu yangu umejipata sana. Naona mko bize nini? Misosi, milapitopi nini? Yaani kijiko kimoja huku kwenye button. Kijiko kimoja kwenye button. Mna mishe gani hapo? Kwa tuna apply scholarship hapa. Nataka nikasome China. Juma. Hivyo Juma, mbona kila kitu unataka kufanya wewe? Yaani wewe scholarship, yaani kwenda China unataja kama vile unataka kwenda Vingunguti. Eti nataka kwenda kusoma China sijui scholarship. Yaani kama unataka kwenda Vingunguti vile kama Gongo la Mboto. Jamani. Yaani wewe kila kitu ndugu yangu wewe unataka. Sasa hizo unataka kwenda China ndugu yangu, mtaa unamwachia nani huu? Sasa Trev, unavyomwambia hivyo, ni bora ajaribu au bora akae kimya kabisa? Sasa kuna haja gani ya kujaribu kitu ambacho hautokipata? Kwa sababu haya mascholarship mpaka mnakuja mnayaona yamefika huku. Mawizarani huko yashapita, maubalozini, wenyewe washapigiana simu kwa mataita. Halo, mheshimiwa, bwana zimetoka za China. Sasa yule kijana wako ameshakuwa mkubwa, ndio mheshimiwa. Helelele. Anaenda mtoto wa mheshimiwa. Sasa nyewe mnakaa mnapoteza muda wenu hapa eti mna apply. Hizo tayari washazigawa.
Nyie mnapoteza muda. Sasa ndugu yangu, na wewe ukubwa wote huo, mwili nyumba kabisa, afu akili modo. Sasa lengo lako ni kukatisha tamaa au nini? Nyie bwana mnanichanganya bibi. Bwana Juma, kuna connection imetoka. Mimi nimeona connection zote. Kwanza miaka ya nyuma mpaka leo. Ila hii. Huyo mtoto anasoma chuo kinaitwa ITP. Mama. Ya moto hivi. Ya moto. Ya kuonesha. Acha ujinga basi. Sawa, pengine wewe mwenyewe ujiheshimu, mimi uniheshimu. Lakini kuna dadangu bado naendelea kukosa heshima. Mbona kama hujielewi wewe? Unajua bwana Juma wewe, sijui hata wewe ukoje. Sasa mbona maisha yako yako serious sana? Yaani wewe kwanza hata mimi unanichanganya. Sasa kama mimi unanichanganya na imani hata Mungu naona mchanganya. Wewe kila kitu unakichukulia serious. Maisha yako yapo serious. Asubuhi maombi yako yanakuaje? Inamaanisha wewe vibarua asubuhi ukiwa unaamka asubuhi unataka kuomba, unaomba vibarua upate wewe. Sasa hizo umeongeza scholarship. Unataka scholarship uende China upate wewe. Pia unaombaga na kazi, unatumaga maombi, unataka uajiriwe wewe. Juzi pia unasema sijui sasa hivi umri umeenda nataka nioe na mke unataka upewe. Sasa wewe baraka zote hizo unapewaje wewe mtu mmoja? Dunia na watu karibia bilioni ngapi huko sijui. Wewe baraka yote unataka kujikusanyia wewe. Jamani. Trey, kama kushinda. Unamchanganya Mungu ndugu yangu, tafuta kitu kimoja. Njoo hata tubeti basi. Au tuanze kusambaza connection. Ndio maisha uliochagua. Basi na wewe unachagua. Nini kubeti ndo maisha yako. Ndo maisha yangu. Nyie fanyeni mambo ya usiriasi kila kitu nini? Ndugu yangu kila kitu nataka wewe. Shamaliza kwa upload hapo. Mungu natembea njia niliyofundishwa, lakini leo macho yaona tofauti. Nieleze nisipotee njia. Mfano new over 0.5. Ila Man U na Sunderland watatoa goli 2 kweli? Haila watatoa bwana. Yanga KMC. Ila striker ya Yanga sio butu. Kwa sababu pale goli moja. Tuweka over 0.5. Yanga hizi nyima goli moja. Yaani Dube Dep miguu 4. Goli moja sio kweli. Hawezi kukosa. Ile 0.5 mechi nzima. Alafu hapa Arsenal. Naomba sina timwacha kabisa. Wana vipi kaka? Fresh, mambo nini? Kama kaa Poa. Mzee wa mitikasi. Niambie mzee. Vipi hapa una mchongo gani? Hivi mwanangu, unavyoona Chelsea na Liverpool wanaweza kutoa goli 3 kweli? Mwanangu, mimi na hayo mambo wapi na wapi? Muuliza swali, jibu swali, unaanza kuzunguka. Ndio hapana, siwezi kutoa, ndio zinaweza kutoa. Sasa unashinda kitu gani hapa? Hivi na mimi nikueleze Trey. Una mchongo gani sasa hivi? Hapa hivi sasa hivi natengeneza keka babu. Jamvi, unajua jamvi? Natengeneza mkeka hapa wa kunitoa kwenye umaskini. Hapa nampa Man U ashinde magoli nini afu maisha yanaenda. Ndugu yangu ubadiliki. Kila siku Trey ni yule yule. Pamoja na mawaidha kibao ambao mimi nakupa. Kuhusu kubeti umeanza lini na umepata kipi? Kwa sababu hizo bukubuku au 5,000 2,000 ambazo unazoziweka kila siku, light ungepiga hesabu kwa mwezi ni kiasi gani ambacho unawekeza na ambacho sijai kusikia hata siku moja umekula. Hivi usione huruma? Hiyo pili, lakini pia ni umebahatika kusoma ndugu yangu. Pengine huu muda ambao umeutumia hapo kukaa kubeti, ungekuwa umesambaza barua za kuomba kazi, ungekuwa umepata sehemu hata ajira, ungekuwa mwisho wa mwezi una kinga, ni uhakika guarantee. Tofauti na hivyo, sijui unaelewa, ni kupoteza muda. Saa hiyo inakusaidia nini ndugu yangu? Juma, nikuulize swali.
Niulize. Nishawahi kukopa hela afu sijakurudishia? Wewe ambaye haubeti, una nini ambacho umenizidi mimi? Umejenga? Gari lako liko wapi? Sasa kama mimi ninayebeti sina kitu, wewe ambaye hubeti na wewe una kitu. Sasa wewe hivyo ambavyo vya msingi unaona wewe ni vya msingi unavifanya, mbona havikupi matokeo? Mbona havikupi matokeo? Ngoja nikwambie kitu kimoja Juma. Kwenye haya maisha, adui yetu sisi vijana ni umaskini. Namna gani ya kupambana na umaskini? Tusichaguliane silaha. Kila mtu atumie silaha anayoiamini. Anayetumia jembe mwacheni atumie jembe. Sisi tunaotumia mikeka huku kubeti, tuacheni tubeti. Mmeotaka kutoa vyeti vyenu ndani, mwende mkaombe kazi, kaombeni kazi. Kila mtu asipangiwe silaha ya kupambana na adui masikini. Yaani uadui wetu sisi ni umasikini. Yaani neno masikini ndo adui. Sasa ukianza wewe kunichagulia leo mimi silaha ya kupambana na adui yangu, unanikosea. Kabisa? Nakwambia kabisa unanikosea. Kila mtu aamini kwenye kitu ambacho anakifanya. Kwa hiyo kama uamini mimi kwenye kitu ambacho nakifanya, achana nacho. Kwa lazima ufuatilie mimi ninavyofanya. Wewe fanya njia zako. Tutakutumia wewe kama mfano. Wewe njia zako zikitiki, tutakutumia wewe kama mfano. Za kwetu zikifeli, na sisi tutatumika kama mifano mibaya. Kwa bwana msibeti. Sasa wewe unaanza kuniingilia mimi maisha yangu, unanikosea. Alafu nikwambia kitu kimoja ndugu yangu. Do what you can do best and let me do what I can do best. Mwisho siku tukutane finali. Tutaangalia sasa. Kwenye finali umefika fikaje? Hatua ya makundi ulifunga goli ngapi? Nusu finali umefikaje? Robo finali umefikaje na umekutana na nani? Alafu sasa ndio tutapima. Huyu bwana kafika kwenye finali, nani kashinda? Kafungwa kafunga. Ana nini? Sasa mimi ninayebeti tutaangalia bwana, ulitumia kiasi fulani kwenye kubeti una nini? Mimi nilikuwa nafanya kazi za vibarua niliajiriwa nina nini? Sio nilienda Ulaya, nilienda China, sio nilifanya nini? Kila mtu atapimwa kuendana na kitu ambacho alikuwa anakifanya. Mambo ya kwanza kuingiliana kwenye maisha mimi sitaki. Usinichagulie silaha ya kutumia kupambana na umaskini. Kwanza hapo ushanaribia hata na modi zangu. Kwa natengeneza zangu keka langu hapa, ndio kwanza kuingilia mambo ya watu. Mungu we, nina maswali mengi moyoni, lakini bado nakushikilia, usiniache nipotee njia. Wetei! Tei! Hata mambo yako subiri unaona? Nasikia? Mungu we, natembea njia niliyofundishwa, lakini leo macho yaona tofauti. Nieleze nisipotee njia. Sasa hela ni bora kuishika wewe. Mwanadamu kwangu sielewi. Oya kaka, nilikwambia sikukwambia? Hiyo milioni 50 shika tambo ilaona baba. Muhindi ametema bungo baba. Ulikuwa unasema kubeti sio kitu gani? Muhindi katema bungo milioni 50. Basi subiri basi niangalie. Baba. Asante baba. Kaka. Hii utakunywa maji. Itakusaidia kwenye shida ndogo ndogo ndugu yangu. Tumia hiyo kunywa maji. Milioni 50 kaka. Nilenga elfu hiyo 5000. Kuna kama kweli. Hii hapa milioni 50 kaka. Huyu hapa. Alibaki Arsenal peke yake. Sio unasema kama moja. Sasa ilibaki moja mjomba, ilibaki moja. Katiki Arsenal. Arsenal ametiki ndugu yangu. Oya. Mungu huyu. Mwenyezi Mungu, mbona unanichanganya? Ulisema kuwa kamari ni haramu. Sasa mbona mimi natafuta kwa njia za halali unifungulie riziki, lakini wanatafuta kwa njia za haramu unamfungulia geti? Kaka, sikia nikwambie kakao, kwenye maisha unalolitegemea ndilo linaweza likawa sio, na unalolitegemea sio linaweza likawa ndio. Cha msingi ni wewe kupambana na kuweka juhudi kwenye kile unachokitegemea na kukiamini na kumuomba Mungu. Kuna siku unaweza ukasherekea kama huyu anavyosherekea,
na kuna siku pia unaweza usisherekee kabisa kwenye maisha yako yote. Sawa, lakini kweli katika milioni 50 ndo atupe 15,000 mwanangu yule Ujetre 15,000, milioni 1, 2, 3 mpaka 50. Twende kwanza sokoni. Mbona unanichanganya Mungu wangu, nifanye nini nisipote njia? Nimekaza moyo kufanya sahihi, lakini naona kama napoteza vita. Mbona unanichanganya Mungu wangu, nieleze nisije nikabadilika. Wana wanaopita njia zisizofaa, leo ndio naimba ushindi mtaani. Niseme kweli moyo unauliza, je, nami nibadili mwelekeo au niendelee kushika nilichofunzwa, hata kama leo sina chochote mfukoni? Maana macho ni mashahidi wangu, yanachoona kinaniumiza. Nafsi inasema vumilia kwanza, lakini akili nayo Hello? My son, Yes, Mama. how are you doing? Yes, I'm fine, Mama. Your brother went to your office. You were not there. Yes, I didn't go to work today. Why? Yes, today I didn't go to work. Mama, I'm a human being. Sometimes I need to rest. My son, don't play with the work. You know we spent days fasting to get you that job. Mama, listen. Mama, listen. Please. Please. I know what you want is money. So please, give me a chance. Tomorrow I'll call you again. I'll send you the money. Okay, come sleep at home. I'm a human being. Please. I'm tired. Give me space. Let me rest. I can't come to sleep there today. Understand? What can't you understand there? Just come sleep at home. Me, your brother, and your sister, we miss you. Mama, I'm going to hang up this phone. Please. I'm going to hang up this phone. My son. I need space. I'm a human being. Please, just let me be. My son. Let me... These people. Oh my God. Black tax. Now this one. I have asked for permission. Today I'm not coming to work. Now you are sending me messages of work. What is the meaning of asking for permission if you can't let me rest? Please leave me to rest, please. I think everybody just wants me to die. They want me to run mad. I can't rest in my own house. This one is calling, she wants me to go there. Every time I've been with her for 20 years. She's not satisfied. She wants me there today, to go and sleep there at her house. This one, I asked for permission to sleep at home. They want me to go to work tomorrow. Where? Nairobi. I think they are mad. Because I told them I don't feel well. This life.
dear God, please give me one day only, God. I promise I'll be a good son. I'll be everything. I'll be a good everything. Please God, give me one more chance, please. Please give me a chance. I want to go and say goodbye to Mom. Please God, one chance, God. God, please, one chance. I want to go. I want to go and say goodbye to my mother. God, please give me a chance. God, please, one more chance, please. God, please, one more chance. No, please, no. Dear God, one more chance. Dear God, I'm calling in the silence of the night. I see my life fading like a broken light. I had tomorrow, but I treated it like nothing. Now I'm standing here with a heart that's suffering. I hear my mother's voice inside my head. All the words I ignored, all the things I